Habari ya asubuhi jamani. Kwa majina naitwa Festo Hamisi Baruani, ni mtoa huduma wa afya ngazi ya jamii. Sawa jamani? Nipo hapa na nyinyi leo, lengo kuu ni kuelimisha kuhusiana na masuala mazima yanayohusu na mama mjamzito. Tunajua huko mtaani nyinyi ndio mnaishi na mama wajawazito, wengine mnaishi nao majumbani, wengine ni majirani zenu, si ndio? Jambo la kwanza ni tunataka tuelimishane kuhusiana na dalili hatarishi kwa siku ya leo kwa mama mjamzito. Sawa? Zipo nyingi, lakini hizi nitakazoziainisha ni baadhi kati ya hizo. Sawa jamani? Tukianza na ya kwanza, dalili hatarishi mojawapo kwa mama mjamzito ni kutokwa na damu ukeni akiwa ni mjamzito. Sawa jamani? Kutoka na damu ukeni akiwa ni nini? Ni mjamzito. Hii ni dalili mojawapo ambayo ni hatarishi kwa mama mjamzito, ambayo inaweza kaashiria aidha mimba inatishia kufanya nini? Kutoka, au kondo la nyuma limeachia mpaka inapelekea damu kufanya nini? Kutoka. Na hii dalili ukishaiona au ukisikia mama mjamzito anayo, hastahili kuendelea kukaa nyumbani, na paswa umwaishe kituo cha kutolea huduma za nini? Za afya. Ambapo kwa kijijini kwetu hapa hatuna kituo cha afya, tunayo zahanati. Kwa jambo la kwanza ni kumwaisha wapi? Zahanati. Sawa jamani? Dalili nyingine hatarishi ni kutokwa na majimaji ukeni ambayo hayaeleweki. Sawa jamani? Ambayo inaweza ni kiashiria aidha chupa imepasuka ikiwa uchungu haujafanya nini? Haujaanza. Sawa? Hiyo pia inapaswa mumwaishe wapi? Hospitalini au kituo cha kutolea huduma, kwa sababu ni dalili hatarishi kwa mama mjamzito, inaweza kapelekea kupoteza mtoto. Kitu kingine ni kuvimba miguu au kuvimba mwili, sehemu za mwili hususan miguuni, usoni au machoni. Hii ni dalili hatarishi kwa mama mjamzito, kwa sababu ni kiashiria cha kwamba mama ana dalili za pressure ya kupanda. Sawa? Ambacho inaweza kupelekea mama akapata degedege au kifafa cha mimba. Tunaelewana jamani? Ambayo hivi mara nyingi vinaweza kukapelekea mama kupoteza mtoto, hata yeye maisha yake kuwa hatarini. Naelewana ndugu zangu?